Hey guys, you know what happened to me? Huku ni kule nilihamia mazee. Unajua chenye ule msichana alinifanyia. What happened? So saizi nilikuwa nataka niwaoneshe penye nilihamia. This is the plot. Although naanzia chini, alinifanyia madharau. This is my house. This is my house, my new house. Hapa nilikuwa nimebaika gas, nilikuwa na tumitungi, hata sahani like sahani ni kidogo tu, hata sijaosha vyombo. Hivyo hapo kiasi. Alienda hadi na bag. You can imagine nguo zangu naeka hapa. You can imagine naeka nguo zangu hapa. Alienda hadi na bag zangu. Hiyo time alifanya. Akaenda alichukua vitu zangu akaenda. Mimi at the moment nilikuwa nimeenda, kumbe alikuwa amechukua kifungu. Alikuwa amechukua kifungu yangu amepiga photocopy. So wakati mimi nimetoka naenda kutafuta hustle, nikarudi kila kitu imehama. Kuuliza majirani wakaniambia walijua ni mtu nilikuwa naishi naye, juu wako wamejua kitu imehappen. So but mipango ya Mungu, wale watu mlinisaidia, thanks. At least mmenichangia, nimechukua kakitanda, nimechukua bed, mattress nilinunua second hand. This is not new mattress by the way. Nimenunua duvet, at least ndio nimeanza life. This is my shoes. Sasa naonesha venye nyumba inakaa. Yeah. This is my single room. Nalipa only 3000. Only 3000. So hata hiyo 3000 mimi mwenyewe imekuwa ni ngumu sana kuimanage mazee. Lakini sasa mipango ya God, at least nimejitoa kwa ngori. Niliachana nao msichana chenye amenifanyia. Mungu tu ndiye amepanga. Huwezi jua mipango ya God. Unaona? Ndio hii nyumba. Ndio hii nyumba. Kila wale watu wanajua what happened to me last time. Hata saizi hata bulb nimekuja kwa nyumba, hata bulb haifanyi. Ndio alikuwa ameniambia atakuja kunitengenezea, sijamaliza hata 2 days. Nilihama kwa hiyo nyumba juu sasa singekaa hapo juu bado naibiwa. Nimechukuliwa kila kitu. Huyo msichana amefanya unyama, amedate manager. Huyo manager mimi nilikuwa namfanyia kazi. At the moment acha like let me call my friend here. Ani record ndio. Hola bro. Come. Ani record at least ndio niongee mkiona mtu anaongea ni nani. Take. Shika hivi. So venye nilikuwa nawaambia, mnajua chenye kile happen kwangu, niliwaambia what happened. Hata saa hizi unaona niko na maji. Nilikuwa nikunywa maji, nimechemsha maji nikakunywa, sina anything kwa nyumba. So mnajua chenye nilikuwa nawaambia, chenye huyu msichana alinifanyia, and I recorded everything. Nikakuwa jusizi jua penye alikuwa. Nilikuwa nafanya job, nilikuwa nafanya kazi. Akaniharibia, kumbe ana date na my manager. Tukaachana job na manager, katoka kazi, nikakuja kwa nyumba. Yeye akabaki kazi, akafanya kazi less than a week. Mimi sikuwa najua hata wamekosana, tulikuwa na manager na affairs na manager. So kurudi hivi kwa nyumba wiki moja imeisha, ananiambia anakuja late, amelala nje 3 days. Ile kulala nje amelala nje 3 days, akakuja kwa nyumba, ananiambia venye analipa nyumba, venye ananilipia, venye ananilisha, akanifanyia madharau, akaniongelesha vibaya. Mama yake akanipigia simu akaniongelesha vibaya. Kazini yake, manti zake wameniongelesha vibaya. Like mimi nilipigia mama yake kumwambia msichana amekuja amechukua vitu kwa nyumba yangu, ameenda na vitu zangu. Yeye kitu alikuwa ananisaidia na kulipa rent, hangechukua vitu zangu na aende. So yeye amerudi, mimi kama nimetoka, amebeba vitu. Mimi naambiwa alikuja na gari gani, like hii gari ndogo hii kanta, ndio amebeba nayo vitu ameenda. So walidhani sisi tunahama, majirani wanasema walidhani sisi tunahama. So when nilienda, at least hata majirani wamenichangia juu wanajua chenye kiloka. Kuna wenye wanajua chenye kiloka na happen. Kuna beshte yangu hapo jirani, thank you sana Mark. Amenisaidia 300. Nimeenda huku wasio wamenichangia, hata wase TikTok kuna wenye walinibox wakaniambia, nikawapea namba wakanichangia, kantumia punch. Kuna mwenye alitumia 3k. Hizi vitu zote tu ni wase wa TikTok wenye wamenisaidia kunichangia, imagine. So me at least nawashukuru tu, nimekuja tu kuwarudishia shukrani. At least niko na penye nitalala hii mwezi. Hii nyumba na landlord akanikubalia, sijalipa deposit by the way. Landlord aliniambia tu niingie juu nilimueleza kila kitu, akaniambia niingie bora nikuwe mtu mzuri, nalipa rent so on time. So niko na rent ya hii mwezi peke yake. Nitangangana, nitatafuta hustle. Mungu atanijalia, mwenye akona hata na hustle anaweza niambia.
mwenye anaweza nisaidia pia, unaweza nisaidia hata na kitu, hata tu kitu tu anaweza kula, hata 50 bob imagine inaweza nisaidia kukula leo peke yake. But asante, yote mimi naachia Mungu na kila kitu, sina venye naweza sema juu sasa plan za God mazee. Ukiona mambo yanazidi sana majaribu, basi kusucceed kukaribu, maybe siku yangu inafika, na mimi naamini kwamba Mungu akipanga itafanyika. So siku yangu itafika, na kuna wakati maybe atanihitaji juu the good thing is hakwenda na chochote changu, hakwenda na mtoi wangu, alienda tu na vitu zenye alinibia. Ati tuna relate na mtoto damu, no, alienda tu na vitu zangu. So it's okay. Nashukuru guys.